Hapa siko najaribu kujitetea wala kutafuta kuficha jambo lolote, lakini natamani kukusaidia. Mtumishi wa Mungu anapokosea machoni pako, inapoonekana amekosea, ni mahala ambapo inahitajika hekima kubwa sana kumkosoa, kubwa sana. Chukulia tu mfano baba yako mzazi amekosea, vile ambavyo huwa inatusumbua. Unamwambiaje baba kwamba amekosea? Wewe unatumia hekima gani kumwambia baba yako au mama yako amekosea? Sasa sijui wewe umeelewaje, lakini kwa mimi ni kitu kigumu kidogo. Inahitaji pengine kuomba zaidi ili nizungumze na baba yangu kwamba hapa baba unafanya makosa. Inahitajika hekima ya juu. Si kwamba hawakosei, lakini inahitajika hekima isiyo kwa ya kawaida. Sasa kama tu kwa baba inaweza ikatusumbua. Ni kweli ni vizuri kuwasaidia, lakini inaweza ikatusumbua kidogo kwa baba. Mtumishi wa Mungu ambaye Mungu amemwita, amempaka mafuta ahudumie roho za watu wake, kuna mahala amekosea. Wewe unawezaje ukamkosoa? Hata kama inapaswa kumkosoa, unaanzia wapi? Yaani swala langu la msingi lilikuwa ni hilo. Maana kuna post nimeweka pale, mtu anaweza kaandika tu kirahisi kwamba sisi ni wanadamu, lazima tukosoane tu. Ni sawa, lakini kwa utaratibu. Mchungaji wako, baba yako wa kiroho. Sijasema pia unamwacha, lakini unafanyaje? Mimi ningekuwa ni wewe, cha kwanza kabisa ambacho ningefanya ni kumwambia huyu baba. Kwanza nitatetemeka. Mchungaji wangu amekosea mara fulani, natetemeka, naogopa. Lakini kuna point pale nimeandika, ukigundua Mungu bado anamwelewa, Mungu bado anamkubali, Mungu anasema go on. Kama Mungu anasema go on, ni kweli kuna kitu fulani amekosea. Sisemi dhambi. Kuna kosa limefanyika, kosa fulani. Ila Mungu yeye anasema go on my servant. Mungu anasema endelea. Alafu wewe kwa huruka yako tu na tabia zako tu fulani, au kwa kuona kwako unataka uende kumkanya mchungaji. Yaani sijui watu watachukuliaje, lakini najaribu kuona ni sio rahisi sana. Ni jambo gumu. Mchungaji wangu, baba yangu wa kiroho, ambaye anashughulika na roho yangu na Mungu amempa hiyo dhamana, naenda kumwambia wewe mchungaji umefanya makosa. Nisikilize vizuri. Mfano mzuri nimekuambia, chukulia tu baba yako amekosea mara. Vile unavyoweza kuchukulia kwa baba yako, basi ndivyo unaweza kufanya na kwa mchungaji. Lakini mimi naona kwa mchungaji pengine ni zaidi, nikijua kabisa anashughulika na roho yangu na kuna mara ananipeleka. Sisemi namdharau baba yangu. Baba ana nafasi, lakini mzazi wangu wa kiroho pia ana nafasi. Huyu mtu ambaye Mungu alimweka, akamwambia lisha kondoo zangu, ana nafasi pia kubwa kwenye maisha yangu. Kwa utafakari hivyo ambavyo nimejaribu kuisema hapa, ukiona inakukaa pia tofauti, na unaweza kwenda tu kwa mchungaji ukasema njoo hapa, kaa hapa, umefanya makosa, lazima nikukosoe. Tunawasaidiaje wachungaji? Watu wanaotuzidi. Na tuache tu wachungaji, watu ambao wanatuzidi, wakubwa wetu, bwana zetu. Biblia inasema bwana zetu, ambaye imetuambia tutetemeke, tunyenyekee kwao. Tunaweza tukawasaidiaje pale wanapofanya makosa? Kwa hekima ipi? Kama hiyo ya kwako unayosema kwamba tu mtu yeyote anakosea bwana, lazima tukosoane, tuko duniani, hatujafika mbinguni. Kwa urahisi huo, baba anakosea, unasema tu tuko duniani, huyu ni baba lakini kakosea, lazima ni mchane live, tuko duniani, yeye ni mwanadamu. Kweli?